Tuseme for example, he died and through his wounds we are healed. Yeah. I just used to say. Yeah. Lakini sasa nikigonjeka, nachukua hiyo. Yesu nimepona because I know through your wounds I am healed. I am activating the word of God in my life. Yeah. Kwa hivyo, the difference between our faith, why I shall get a response and he does not get, ni vile I have activated my phone, my SIM card. In the same way, why I can fail to heal, na Catherine a heal, is because she has activated her faith. Anamaanisha, Mungu najua utaniponya. Akisema amen, anamaanisha amen. Mimi naweza sema amen, ile tu nimezoea kwa kanisa. Kama tukirudi kidogo katika the gift of the message full of wisdom. Yes. Usipokuwa na imani, hata huwezi kuhubiri. Kweli. Ukiwa na doubt, ati nikienda kusimama mbele ya watu, nitasema namna gani? Nikienda kuhubiri, watu watanichukua namna gani? If you have that doubt, ukiwa sasa hauna imani, ati kwamba utaenda na utahubiri, utapeleka ujumbe. For instance, Mungu anakupatia doto ya mtu fulani. Unapewa doto ya Catherine, wewe mwenyewe. Huo ni ujumbe wa Mungu. Amekuja usiku. He has given you the message to deliver to Catherine. A dream to deliver to Catherine. Lakini kwako unajiuliza, huna imani kwamba ati ni Mungu alikupatia, amekunenea. Huna imani ni Mungu alikupatia hiyo message. Sasa unaanza kufikiria, nikienda kwa Catherine kumwambia atanichukulia aje? Na it was the message from God. Hapo ndio tunasema usipokuwa na imani, hizi vipaji vyote, all the gifts of the Holy Spirit cannot work. And you cannot give what you don't have. If you don't have that faith, there is no way you are going to deliver whatever message that you have. Because you don't have it. You don't have it will not work. It will only work because you have it and you are delivering it in faith. Ni vile unasema vile kuhubiri. Kama huna imani na lile neno, hutasimama pale uanze kusema Mungu alisema hivi, Mungu alisema natenda hivi, and you yourself you do not believe. So we activate our faith by believing. By believing. Yes. Hebu soma hiyo kipawa ingine ama kipaji ingine. Yes. Now it is where the healing 12:9 now. Everybody has faith. Yes. I am so much excited by that. Yes. Kila mtu anafaa kuwa na imani. Na kila mtu ako na imani. Kwa hivyo sote hata wasikilizaji, we activate our faith. What you want God to give you, activate it. Claim it. Insist on it. And then it shall be. Ni kama mbegu. Kuna ile mbegu ya imani imepandwa katika nini? Katika ndani ya moja wetu. Lakini hata tuseme ukienda kwa ile shamba, mpande mbegu pamoja. Mimi niende nimwagie yangu maji, nipalilie, nifanye kila kitu. Hiyo mbegu yangu itakuwa mmea. Lakini ukienda upande ile mbegu uiachilie, ikauke na jua, haitakunini. The same way with faith. The seed has been planted in each and every one of us. So it is upon us to work on that seed so that there is growth. And the growth is faith. So that our faith can work for us. You remember the woman in the Bible? Alikuwa na breeding ya sijui I don't know 12 years. Alikuwa ameenda kwa waganga. Alikuwa ameenda kwa madaktari. Hakuna pahali hakuwa ameenda. Lakini ugonjwa haukuwa unaisha. Yeye mwenyewe akasema niko na imani. I have that faith that if I will touch the garment, nikiguza tu lile vazi lake, mimi nitapona. Nilikuwa nataka kurudi hapo ya wakati mtu anaenda kukutana na mtumishi wa Mungu. Usipokuwa na imani ati akikuombea utapona, hauwezi kupona. Kama yule mama hata alisema hata sistahili aniwekelee mikono. If I only touch the garment, kama nitashika vazi lake, mimi nitapona. Kwa imani, what did Jesus tell her instantly? Your faith has made you well. Your faith has made you well.
Sasa tunaangalia juu ya faith. Faith yake sio ati vile alingangana akaingia kwa watu. Faith yake, imani yake, Yesu alisema, yes, your faith has healed you. Kwa hivyo kuna wengi, mtazamaji wangu, wamekaa na magonjwa, wamekaa na mashida. Mtu anasema, mpaka kuna wakati watu wanasema ugonjwa wangu. Amebatiza kisukari yake, anasema ni ugonjwa wangu. Kila mtu anasema ugonjwa wangu. Nimekaa nao miaka 12, nimekaa nao miaka 20. Mpaka sasa imekuwa it is part of you. No, have faith. Uende kwa mtumishi wa Mungu ama umwambie Mungu, by the name of the living God. Yes. Ugonjwa sio wangu. Ugonjwa sio wangu. By faith, imani faith works. Yes. Because even when you go to the Bible, Yeah. what does God tell us? I am the same God. Yesterday, today, And tomorrow. and forever. Yes. When we come to the Bible, Yes. there are so many miracles that happened. Yeah. Vitu nyingi zikatendeka. Yes. Vipovu wakaona. Yes. The lame could walk. Yes. So kile tunafaa kujiuliza, kwa nini ikawa inatendeka? Tunasoma ilitendeka wakati ule, Yes, na haitendeki wakati wetu. Yes. Could it be it is the difference is our faith? Our faith. Activation. Yes. Wacha tu Catherine na mwalimu Sarume. Acha tu kwa makanisa. Hata wakati tunaenda kwa matibabu, kwa madaktari. Ama kwa counselor ama wapi tunaenda kutibiwa. Ama interviews. Interviews. Unaona mtu ameenda hospitali. Akiingia tu kuona daktari, akimwangalia tu hivi, Anapona. You have that faith. akimwangalia tu hivi. Aliamini uponyaji kwa daktari. Aliamini. Wengine wanakaa kusema mimi nisipodungwa sindano siwezi kupona. Sasa daktari akiandika tu dawa, Amini. akiandika tu dawa anamwambia ai sidano. Hata akidunga maji anapona. Ama tu ende daktari akwambie uko sawa. Nasikia nilikuwa naumwa hapa pale siumi tena. Yes. Because you have that faith. You have in that faith. doctor. If he confirms that I'm not sick. Yes. What I'm trying to tell the viewers, accompany with the faith. Yes. Go with the faith. Wherever you go with the faith. Tembea na imani. Tembea na imani. Kwa kanisa, tembea na imani. Yes. Kwa hospitali, tembea na imani. Kwa interview, tembea na imani. Tembea na imani. Tena tuseme imani iko hai. Sababu tukiangalia where we Sure. started from, Abraham alitembea na imani iko hai. Yes. Akachukua safari, akaenda na akafika Canaan. Yes. Yesu alikuja na sisi akatupatia imani ya kwenda heaven. Yes. Wenye wamefika biguni na wenye tutafika. Ni sababu tumeanza safari na tunaamini kuko na bigu tunaenda. Mama mwenye umetuambia mwenye aligusa fasi la Yesu akaponya. Ni kwa sababu alitembea katikati ya watu na akagusa hilo fasi. Yes. Kugusa ndio sasa kuactivate the faith. Yes. Wote walipona, walienda. Tukikumbuka hata Zakayo, ndio Yesu amuone, alipanda kwa mti. Kwa hivyo sasa watazamaji wetu, ni lazima ufanye kitu so that you can obtain what you are asking from God through your faith. Yes. Another gift of the Holy Spirit. The Spirit gives one person the power to work miracles. Yes. To another the gift of speaking God's message. Yes. And to yet another the ability to tell the difference between gifts that come from the Holy Spirit. Kwanza rudi kidogo, kuna gift moja umepita kidogo ya healing. While to another person he gives the power to heal. Power to heal. Mimi nakwambia wale watu wamepewa vipaji ya kuponya ni wengi sana. Na namwambia ni wengi sana. Hata mahali tuko unaweza kuta ni 10 ama 20. But they don't believe themselves. But wanaweza kuwa na hiyo kipaji. Ukiwa pia na imani, I'm telling you, ukiwa na imani, unaweza kuambia kiwete asimame na aende. Sana nataka kuongea sana juu ya wachungaji. Wachungaji tulio nao. Wachungaji wengine hawajiamini ati wanaweza fanya uponyaji kwa kila mtu. Yaani unaona saa nyingine wakati Yesu alikuwako, Yesu alikuwa na imani kwamba alikuwa naambia mtu fulani, hata hakuwa naomba sana. Alikuwa nasema amka na uende. Amka na utembee, kwa sababu alikuwako na imani. Akisema mtu apone,
amepona. Pia that gift of healing iko na watu wengi, lakini tuko na wagonjwa wengi sana. Na unaona watu wanatembea safari ndefu, wanatembea kwingi kutafuta mtu alisikia, mtumishi wa Mungu na labda wewe kwa nyumba you have that power, you have that gift of healing, but you do not believe on yourself. Ndio kuna wengine wamepewa hiyo kipaji. Na imetoka kwa Mungu na wako na nguvu na uwezo. Lakini why don't you start from home? Upractice. Kwa sababu hakuna pahali utakuja uandikiwe kwa karatasi umepewa kipaji ya healing. It is through acting. Ndio utajua kweli unaweza fanya nini? Uko na hiyo kipawa ya healing. Yeah. Now the next gift. To one person, yes, he gives the ability to speak in strange tongues. Yeah. And to another, he gives the ability to explain what is said. Yeah. But it is one and the same Spirit Yeah. who does all this Yeah. as he wishes. He gives a different gift to each person. Unajua kuongea na lugha geni, it is called strange tongues. Hii ni jambo ambalo hii ni kipaji ambayo Mungu amewatengea wachache. Amewatengea wachache. Yes. Na hii ni kipaji ambayo unaona kwamba imani ni kama haiko kabisa. Kwa sababu wakati hii kipaji inakuja, hata mwenye kuongea na strange tongue ama lugha ngeni hajui ako ndani katika hali hiyo. Na utaweza kuona kwamba hata kama saa ingine hatutaweka imani ndani ya hiyo kipaji, utakuta kwamba ni ile kipaji dogo sana ambayo ni ile kipaji haina nguvu hata kidogo ya kuongea na strange tongue. Paulo akasema afadhali uongee mambo 10 yanaeleweka kuliko uongee mambo 1000 haiwezekani. Kwa hivyo Paul mwenyewe alikuwa na hiyo kipaji ya kuongea na strange tongue. Lakini alisema hii kipaji ya kuongea na strange tongue ama lugha ngeni ama what do we call it? That strange tongue, that strange speaking. Haisaidii watu wengi. Ni yako na Mungu wako. Ni yako na Mungu wako. You are talking to your God. Yeah.